Ipo stori ya kushangaza sana ya mwamba mmoja hivi ambaye alimpenda sana mwanamke, ila baadaye akaja kugundua kwa baba huyo mwanamke anahusika kwa kata moto wazazi wake. Mwamba akaamua kufanya hiki. Hiyo kuna stori gani hapa? Karibu tazama simulizi ya huu mzigo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Napenda kwambie kama ni mara yako ya kwanza unakutana channel, basi hujachelewa mwanetu, bonyeza alama subscribe kisha bonyeza alama kengele ili kwanza kabisa kupata simulizi zote punde tu unapoziweka hapa. Mimi naitwa Dula Kid. Okay, sawa, tuanze. Ni usiku sana katika nyumba ya kifahari, na hapa tunamwona jambazi akiwa anataka kumaliza kijana mmoja hivi, lakini kumbe hii ilikuwa ni ndoto ambayo Jimmy alikuwa anaiota. Mwamba amelala na mchumba wake. Jimmy akamka chap kwa haraka ili aende chumbani kwake, kwani pia ni chumba cha Daniela ambaye ni mchumba wake na Jimmy. Daniela akamwambia Jimmy waende wote chumbani kwake, ila Jimmy akakataa. Daniela akamwambia Jimmy wamekuwa wote kwa miezi 8 sasa na Mwamba hajawahi kumruhusu kuingia chumbani kwake. Jimmy akamwambia Daniela wao hawajawahi kudeti, wanabarikiana tu. Hii kauli ikamuumiza sana Daniela. Jimmy yeye hajali kitu chochote. Mwamba akamwambia Daniela kama anataka kuondoka basi aondoke. Kisha baada ya kusema haya, Mwamba akaondoka zake. Daniela yeye akabakia hapa huku akaona huzuni kubwa sana, kwa maana anampenda sana Jimmy na kumwacha haiwezekani. Jimmy anaonekana anaelekea chumbani kwake, na kabla hujaingia kwenye chumba cha Jimmy kuna bonge moja la geti. Ukipita hili geti sasa ndio unaingia kwenye chumba cha Jimmy. Mzee baba ana milango kibao. Pia mjomba anaonekana ana wasiwasi sana. Inaelekea kuna kitu ambacho Jimmy anakipitia maishani mwake, ni vile tu hatukifahamu, ila huko mbeleni tutakifahamu. Siku iliyofuatia tunamwona Jimmy akaonekana rafiki yake ambaye anaitwa Sam. Sam yeye anamlaumu Jimmy kwa kumwacha Daniela. Mwamba anasema muda wote Daniela analia. Jimmy akamwambia Sam yeye na Daniela hawajakuwa pamoja. Sam akamwambia Jimmy asiseme hivyo kwa maana Daniela alijitoa sana kwa ajili yake, ila Mwamba amzingatii tu. Jimmy akamwambia Sam yeye hajawahi kuwa na mahusiano na mtu yeyote, na hilo swala alishawahi kumwambia hata huyo Daniela, ila bidada hataki tu kumsikiliza. Sam yeye ni hataki kuelewa. Mjomba anamtetea tu shemeji yake, lakini hii haikubadilisha kitu chochote kwa bwana Jimmy. Wajomba wakaongozana na kwenda moja kwa moja hadi kwa Daniela. Bidada tayari ameshapaki mizigo yake kwa ajili ya kuondoka. Jimmy akamwambia Daniela anaweza kubaki hapa kwa maana tayari ashazungumza na Sam. Daniela akaomba msamaha kwa kumkasirisha Jimmy, lakini bidada bado anazungumzia swala lile lile la mahusiano. Jimmy akamaindi kinoma, na Mwamba akamwambia Daniela kama anaona hawezi kuishi kwenye misingi yake basi anaruhusiwa kuondoka. Mjomba akalalamika sana, kisha baada hapa akaenda zake chumbani. Daniela akabakia na Sam. Hapa bidada anamuuliza Sam afanye nini ili Jimmy ampende, kwa maana Mwamba hamzingatia hata kidogo. Sam akamwambia Daniela kwa sasa amwache atulie. Daniela akamuuliza Sam vipi kama akimbariki Jimmy na mtoto wa kiume, je, ataweza kumpenda? Sam akasema hiyo mbinu inaweza kufanya kazi. Daniela anampenda sana Jimmy na yupo tayari kufanya jambo lolote ili tu Mwamba mwelewe, lakini ndo hivyo bwana Davido hana akili. Si unajua kichwa chake amenyoa kipara na tunatambua kabisa kwa akili ni nywele. Okay, sawa. Siku nyingine tena tunamwona Sam akanapiga story na Jimmy. Sam anamwambia Jimmy kuna binti ambaye amekuwa akimfuatilia kwa mwezi sasa, lakini huyo binti amemkataa licha huu utajiri wake wote ambao anao. Jimmy akacheka sana. Mzee baba anasema mpaka hapo ameshampenda huyo binti na yeye anataka mfuatilie. Sam akamwambia Jimmy hataweza kumpata kwa maana Jimmy ameshazoea wanawake ambao wao ndo wanamtaka yeye, lakini yeye kama yeye hawezi kuimba. Wamba wanataniana tu. Siku iliyofuatia Jimmy akaenda kwenye mgawa moja hivi kwa ajili ya kupata chakula. Mhudumu akaenda kumsikiliza Jimmy. Jina la huyu bidada anaitwa Amara. Hapa Jimmy akamkubali sana Amara na Tamwamba akaanza kumwimbisha, ila Amara yupo serious kinoma. Bidada hakumwelewa Jimmy na hata akamwita mwenzake ambaye anaitwa Kiki ili amsikilize Jimmy. Jimmy akona hizi ni dharau. Mwamba akaanza kumtafuta manager au bosi mkuu wa huu mgahawa ili amripoti Amara na bidada afukuzwe kazi kwa maana amemdharau. Mjomba akapiga msako sana, lakini baadaye kabisa Amara akamwambia Jimmy yeye ndo mmiliki wa mgahawa. Bidada akatema cheche za kutosha. Hapa Amara anamwambia Jimmy hana nidhamu hata kidogo.
kidogo kwa maana amekataliwa, na badala ya kutulia mjomba anaanzisha fujo. Amara akaongea maneno mengi sana, kisha akamwambia Jimmy aondoke hapa na siwahi kurudi tena. Sasa kwa Jimmy hii ni dharau kubwa sana. Mwamba akasepa zake, na mjomba alipofika nje akampiga simu Sam na kuanza kulalamika kwa mgahawa unapika vyakula vya hovyo. Sam akamwambia Jimmy aache kudanganya kwa maana anaofahamu vizuri kabisa huo mgahawa. Mjomba akamwambia Jimmy anafahamu kabisa kwa na yeye amekataliwa na Amara, hivyo akubali tu kwa maana hata yeye alikataliwa. Jimmy yeye hataki kuelewa na mjomba ana hasira kinoma. Sema kukataliwa so mchezo. Mjomba Jimmy anajiuliza ni kitu gani hicho ambacho kinamfanya Amara amkatae, kama ni kibunda anacho cha kutosha, muonekano nao. Hivyo Mwamba akachukulia hii ni dharau tu. Siku hiyo usiku Jimmy akakosa usingizi kabisa. Mwamba bado anasikia sauti ya Amara akiwa anamkataa, na kesho yake mapema kabisa Jimmy akarudi tena kwenye mgahawa wa Amara, na kama kawaida anamuulizia Amara. Kiki akamwambia Jimmy Amara yupo bize, hivyo aondoke tu. Jimmy akamwambia Kiki wanajivunia haka kama mgahawa kadogo tu tena cha kimaskini sana. Kiki yeye anamsitiza Jimmy aondoke hapa kwa maana bosi wake hataki kumuona kutokana na fujo ambazo alizileta jana. Jimmy akona sio kesi, mzee baba akaondoka zake. Siku iliyofuatia Daniela akaandaa chakula kwa ajili ya Jimmy, lakini Jimmy akakataa hiki chakula. Mwamba anamwambia Daniela asifanye kitu chochote ndani ya nyumba yake, na kama anataka kuondoka basi aondoke tu. Daniela akaomba msamaha, kisha akachukua sahani yake na kuondoka zake. Daniela yeye yupo tayari kufanya jambo lolote ili tu ampate Jimmy, lakini Jimmy hamwelewi kabisa Daniela. Jimmy na yeye anamkubali sana Amara, lakini ndo hivyo Amara na yeye hamtaki. Hii ndio ile ambayo unamtaka kutaki na yeye anabembeleza mtaki. Sasa mjomba Jimmy hakukata tamaa kabisa. Siku nyingine tena akarudi mgahani kwa Amara huku akana maua kabisa. Mwamba akamwambia mhudumu aende akamwitia Amara. Mhudumu akamwelewa, kisha akamkaribisha kae kwanza, alafu yeye akaenda ndani ili akamwita Amara. Siku hii mjomba akachoma mahindi sana. Baadaye meneja akaja kwa Jimmy na akamwambia arudi kesho kwa maana Amara yuko bizi sana. Amara na yeye akatoka, ila bidada kumwongelesha Jimmy. Hapa Jimmy akazidi kupata moto. Mzee baba akaenda kwa Sam na akamwelezea hili. Sam akamwambia Jimmy huyo binti amtaki, hivyo achane naye tu. Jimmy akasema hawezi kuchana naye kwa maana bado anakumbuka yale maneno ya kipuzi ambayo alimwambia. Sam akamwambia Jimmy shida yake ni kwamba hajawahi kutongoza na ndio maana ana paniki hivi. Jimmy akamwambia Sam atahakikisha analala na Amara, kisha baada hapo atamtelekeza ila mheshimu. Sam yeye anacheka tu. Jimmy akamwajiri mpelelezi wa siri na hapa anampatia Jimmy taarifa zote za Amara kwa bidada huko nyuma aliyekuvunjwa moyo, na ndio maana hawapendi kabisa wanaume. Pia hapa akampatia vitu ambavyo Amara anavipenda na vitu ambavyo Amara havipendi. Mwamba anataka amfahamu vizuri kabisa Amara, kisha baada hapo ashambulie. Mjomba ana uhakika kabisa kwa Amara hawezi kuchomoa. Kesho yake Jimmy akarudi tena kwenye mgahawa wa Amara na tena leo akala chakula kabisa. Kisha baada hapa akamwita manager na akamwambia amekipenda sana kichakula, hivyo afikishe haya maua kwa Amara na kwa mpishi. Pia mjomba akamwomba sana manager enda akaongea na Amara ila kubali kuongea naye. Manager akakubali, kisha akaenda kwa Amara na kumwelezea hili, lakini Amara akachomoa. Manager akarudi kwa Jimmy na akamwambia Amara yuko bize sana, hivyo hataweza kuonana naye. Jimmy akajikaza na leo hakuleta fujo kabisa, ila tayari Mwamba ameshafuatilia sehemu zote ambazo Amara anapenda kwenda, hivyo baadaye akamfuata Amara sehemu ambayo alikuwepo, huku akamwomba msamaha kwa kitu ambacho kilitokea siku ile, lakini Amara hakumwelewa kabisa Jimmy na hata akamuonya aache kumfuatilia. Kisha baada hapa yeye akaondoka zake, lakini bwana Jimmy hakukoma kabisa. Siku iliyofuata tena mzee baba akamvizia Amara. Amara akamuuliza Jimmy kama hajawahi kukataliwa kwa maana anamsumbua sana. Jimmy akamwambia Amara asimwongeleshe hivyo kwa maana anamvunjia heshima. Amara akamwambia Jimmy akiendelea kumfuatilia namna hii basi atamwitia polisi. Bedada akamchimba biti Jimmy na hata akamsii aache kumfuatilia kwa maana asipoacha basi kitu kibaya kitampata. Bedada alivyomaliza kuchimba biti yeye akasepa zake. Huko nyumbani nako tunamwona Daniela akiwa anajikoki ili ampate Jimmy. Muda huu Jimmy na yeye anarudi nyumbani huku akiwa na maumivu ya kukataliwa. Daniela akaanza kujibebisha na hata akamwambia Jimmy anataka apate mtoto, lakini siku hizi Jimmy hamgusi kabisa. Jimmy akamwambia Daniela anaweza kuondoka muda wote ambao yeye anautaka. Kisha baada ya kusema haya Mwamba akaingia chumbani kwake. Daniela akajihisi vibaya sana kwa maneno ambayo ameambiwa hapa, na kuanzia hapa Jimmy akawa anashinda
kwenda kwenye mgahawa wa Amara ili tu apate nafasi ya kuzungumza naye. Lakini licha hizi jitihada zote, Mwamba hakufanikiwa kumuona Amara. Siku moja Jimmy akamwita mfanyakazi wa Amara ambaye anaitwa Frank na kumpatia balsamic vinegar ili akampatie bosi wake. Frankie akamuuliza Jimmy ni kwa nini asipeleke mwenyewe. Jimmy akamwambia Frankie Amara hataki kumuona na ndio maana anamtuma yeye. Frankie akamwelewa Jimmy na Mwamba akamhakikishia Jimmy kwa mzigo utafika kwa bosi wake. Jimmy akamwelewa na kweli kabisa. Baadaye jioni Frankie akapeleka huu mzigo nyumbani kwa Amara, na huko Frankie ni mwamba zaidi. Mjomba anamwambia Amara ampatie nafasi Jimmy kwa maana Mwamba anajitoa sana kwa ajili yake. Amara yeye akaongea kitu chochote. Bidada akachukua mzigo wake na Frankie akaaga, kisha baada hapa akaondoka zake. Amara akafunga huu mzigo na hapa akaziona hizi vinegar. Bidada akasmile na hata hapa anajiuliza Jimmy amezitoa wapi, kwa maana yeye alizitafuta sana ila kufanikiwa kuzipata. Okay, sawa. Baada ya siku chache tu kupita, Jimmy akaanza kuumwa. Daniela akataka kumsaidia, lakini ndo hivyo, mjomba amejifungia chumbani kwake na Daniela haruhusiwi kuingia. Kesho yake Daniela akamwita Sam ili ajamcheki rafiki yake, kwa maana asipachukua hatua mzee baba atapoteza maisha. Sam akampigia simu Jimmy akamwambia amfungulie mlango. Jimmy akakubali. Mjomba akafungua mlango, kisha Sam akaingia ndani. Hapa Sam anamuuliza Jimmy ana shida gani. Jimmy anasema anahisi homa. Mzee baba akamwambia Sam anashindwa kuelewa ni kwa nini Amara anamchukia kiasi kile. Sam akamshangaa sana rafiki yake, kwani licha ya kuwa na hii hali mbaya bado mjomba anamfikiria Amara. Jimmy akamwomba Sam aende kwenye mgahawa wa Amara na akamnunulie chakula, na endapo akimwona Amara basi amsalimie. Sam akakubali, kisha mjomba akaanza safari. Amara anaonekana yupo nje ya mgahawa wake. Meneja akamfuata Amara na akamuuliza kama amemiss Jimmy. Amara akazuga kwa yeye alikuwa anaangalia mazingira tu, sio kwamba amemiss Jimmy. Meneja akamwambia Amara Jimmy ana siku 3 hajaja hapa. Amara yeye akajifanya kama amefurahia kwa maana Jimmy alikuwa anasumbua. Muda huu Sam anakuja hapa na Mwamba akamwomba Amara waende wakazungumze. Amara akakubali, kisha wili hao wakaingia ndani. Wajomba akakaa chini na Sam akamwelezea Amara hali ya rafiki yake, na hapa anamwomba Amara aende akamwone Sam kwani inaweza kumsaidia kurudi kwenye hali yake. Mwanzoni Amara alidhania kwa huu ni mchezo, lakini Sam akamsitiza sana, kwani kweli kabisa Jimmy anaumwa na Mwamba anasema hajikumwona rafiki yake akanamfukuzia mwanamke kiasi hiki. Amara akamwelewa Sam, kisha akamuuliza Sam ni chakula gani ambacho Jimmy anakipenda. Sam akamwambia. Amara akafungasha mizigo, kisha wili hawa wakaenda nyumbani kwa Jimmy. Sasa Daniela alipomwona Amara, bidada akamuuliza Sam huyu ni nani na ni kwa nini anataka kumpeleka chumbani kwa Jimmy, wakati mule ndani hakuna mwanamke ambaye Jimmy ameikumruhusu kuingia. Sam akamwambia Daniela huyu ni rafiki yake na Jimmy. Mwamba akamwambia Daniela wataongea baadaye, kwa sasa acha ukamwone Jimmy. Daniela akakubali ingawa haelewi kabisa. Sam akaenda chumbani kwa Jimmy na Jimmy akafungulia mlango. Jimmy yeye hakumwona Amara. Hapa akamuuliza Sam kama amefanikiwa kumwona Amara. Sam akasema amemwona. Jimmy akauliza kama bidada amemuulizia, lakini mjomba akajikanusha yeye mwenyewe. Mwamba anasema Amara hawezi kumuulizia kwa maana bidada anamchukia sana. Amara alikuwa anasikia haya yote na hapa bidada akamsalimia Jimmy. Jimmy alipomwona tu Amara, Mwamba akapona na kwenda kumkumbatia tena kwa bashasha kabisa. Daniela akaliona hili tukio lote na tena akashangaa zaidi, kuna Jimmy amemruhusu Amara aingie ndani ya chumba chake na mjomba amemkumbatia tena kwa bashasha. Ile swala limemuumiza sana Daniela. Bidada akalalamika sana, kisha baada hapa akasipa zake. Amara baada ya kuona hili tukio na yeye akaondoka, ila Jimmy akamfuata mbio mbio, na huko Mwamba akamweleza kila kitu kumuhusu Daniela. Daniela yeye yupo chumbani, bidada anapaki mizigo yake ili aondoke kwa maana lipenzi limeshamshinda. Sam akamfuata Daniela na hapa anamzuia kuondoka. Daniela yataki kuelewa. Bidada anasema hapo zamani alidhania Jimmy huwapendi mtu yoyote, lakini baada ya kumwona Amara amegundua kwa Jimmy anapenda, ni vile tu alikuwa mpendi yeye. Bidada akachukua mizigo yake na hapa alipotoka nje akamwona Jimmy. Daniela akalalamika sana, lakini Jimmy akamkumbusha kwa tangia zamani alimwambia kama nataka kuondoka aondoke tu, ila bidada kumwelewa. Daniela anasema alidhani kwa anaweza kumbadilisha Jimmy na akamfanya akampenda, lakini kumbe alikuwa anajidanganya. Bidada akachukua mizigo yake kisha yeye akaondoka zake. Sasa baada ya Daniela kuondoka, Jimmy na Amara wakawa na mahusiano na Wamba wanafuraha kinoma. Wajomba wanapiga utalii sehemu mbalimbali. Maisha yao ni
swafi kabisa. Siku moja Jimmy alimpeleka Amara nyumbani kwake. Amara akasahau kufunga mlango. Jimmy akashuka chapu kwa haraka kwenye ngazi na kwenda kufunga mlango. Mjomba kuna kitu ambacho anakiogopa, lakini Amara akamtuliza. Kisha baada hapa Wamba kenda chumbani, na siku hii Amara akalala hapa nyumbani kwa Jimmy mpaka asubuhi. Na asubuhi ilipofika, Jimmy akashangaa sana kwa maana leo hajazipata zile ndoto ambazo zinamsumbuaga. Mjomba akajua kabisa kwa sasa ameshipata dawa yake. Na baadaye kabisa tunamwona Amara akaenda anaingia nyumbani kwao. Babake na Amara akamuuliza binti yake ni kijana gani huyo ambaye anampatia furaha kiasi hiki. Mzee huyu akamwambia binti yake amlete huyo kijana nyumbani ili amuone. Amara akakubali. Babake na Amara ni mtu ambaye ana utani sana. Amara na Jimmy wako wanashinda pamoja muda mwingi na tena wako na furaha kabisa. Jimmy sasa ameshajipata. Sam mwenyewe anashangaa kumwona Amara ambaye alikuwa anamkataa Jimmy sasa hivi anamkubali kinoma. Jimmy akamwambia Sam ni lazima atamuoa Amara. Sam yeye anashangaa kwa kuwahi kutegemea rafiki yake atawaza swala la ndoa, ila baada tu kumpata Amara hata miezi japita mjomba anawaza swala la ndoa. Na hata sikupita siku nyingi wala nini, Amara akamchukua Jimmy na kumpeleka nyumbani kwao ili akaongea na baba yake. Hapa Amara anampa story kidogo Jimmy kwa baba yake alikuwa ni mwanajeshi katika kitengo maalum. Muda huu babake na Amara anaingia hapa. Jimmy alipomwona huyo mzee Mwamba akashtuka kinoma, kisha akakumbuka zamani sana kipindi baba yake alipokuwa anataka kuwatorosha, lakini kabla ya kutoroka kikosi maalum kikawa tayari kimeshafika. Hivyo babake na Jimmy akamficha Jimmy kwenye kabati ili Mwamba asipatwe na hicho kikosi. Mjomba Jimmy ameshakumbuka kwa babake na Amara na yeye alihusika kuimaliza familia yake, lakini Jimmy akazuga na Mwamba hakuongea kitu chochote kuhusu lile tukio. Amara akamwambia anaenda kuletea vinywaji, hivyo bidada akaingia ndani na kaza chizi njemba mbili zikiwa zinapiga story. Wajomba wanazungumzia mambo ya kijeshi. Jimmy akamuuliza babake na Amara kama ameshakumkata moto mtu. Mzee huyu akasema ndio. Jimmy yeye ana uchungu sana kwa maana final ameshampata mtu ambaye aliwakata moto mama yake, baba yake na dada yake. Mwamba akarudi nyumbani kwake na hapa anaonekana analia kwa uchungu sana, kwani mwanamke ambaye anampenda baba yake ndo adui yake mkuu. Kesho yake Amara akaja nyumbani kwa Jimmy kwa maana Mwamba apokee simu zake. Amara akamwita sana Jimmy, lakini Jimmy hakwenda kumsikiliza. Amara akarudi nyumbani kwao na hapa anamuuliza baba yake alimfanya nini Jimmy kwa maana tangia ondoke hapa mjomba amebadilika sana. Babake na Amara akamwambia Amara yeye hajamwambia kitu chochote. Amara yeye anashangaa tu jua ile swala kwa maana Mwamba amebadilika ghafla sana, lakini Amara hakukubali kirahisi hivyo. Kesho yake akarudi tena nyumbani kwa Jimmy. Jimmy akamwambia Amara wachane. Amara akalalamika sana, lakini Jimmy hakumwelewa. Mwamba yeye anamkubali sana Amara, lakini mjomba ana hasira na baba yake na Amara. Amara akarudi nyumbani na kumwelezea baba yake kwa Jimmy amemwacha. Mzee huyu akazidi kushangaa. Amara anasema tangia Jimmy aje hapa nyumbani kwao mjomba ambadilika sana, hivyo akamuuliza tena baba yake kama kuna kitu ambacho amemfanya Jimmy. Mzee huyu akamwambia mwanae yeye hajamfanya chochote. Amara akasema labda Jimmy alikuwa anataka kumchezea tu na sasa ameshapata kitu ambacho alikuwa anakitaka na ndio maana amemwacha. Babake na Amara akamwambia binti yake hiyo sio sababu, kama Jimmy alikuwa mtaki basi asingekubali kuja hapa na kuonana naye. Mzee huyu anasema ni lazima kuna sababu na atahakikisha anaifahamu. Kesho yake babake na Amara akaenda nyumbani kwa Jimmy. Jimmy akamletea glasi ya mvinyo kisha wakakaa chini na kuanza kuzungumza. Jimmy anamuuliza huyu mzee kama anamkumbuka Dr. Eric ambaye alikatwa moto akiwa yupo nyumbani kwake huko Abuja tarehe 26 Agosti miaka 20 iliyopita. Babake na Amara akamuuliza Jimmy kama yeye ndio yule kijana ambaye alikuwepo kwenye kabati. Jimmy akamuuliza huyu mzee kama alimuona ni kwa nini hakummaliza. Mzee huyu akamwambia Jimmy wao walienda nyumbani kwao kwa ajili ya baba yake na sio mtu mwingine. Jimmy akasema sawa, kisha akamuuliza tena kama walienda pale nyumbani kwao kwa ajili ya baba yake ni kwa nini walimmaliza mama yake pamoja na dada yake. Mzee huyu akamuuliza Jimmy kama anatambua kazi ambayo baba yake alikuwa anifanya. Jimmy akasema baba yake alikuwa ni daktari. Mzee huyu akamwambia Jimmy baba yake alikuwa ni research doctor na serikali iliyopatia kazi yeye na timu yake ya kutengeneza chanjo ya Ebola, lakini wajomba kwa bahati mbaya wakatengeneza sumu na kuambia uongozi wao, badala yake wakaenda kuuza hiyo sumu kwa mkuu wa kundi la kihalifu. Jimmy alivyosikia hivi Mwamba akamwambia huyo mzee hamwamini hata kidogo. Huyo mzee akamuuliza tena Jimmy kama anakumbuka mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu na watoto wengi ambao walifariki kwenye hospitali mbalimbali kule Abuja. Mzee huyo anasema yeye na timu yake walitumwa kwenda kusafisha
watu wote ambao walihusika na hilo. Jimmy anasema baba yake alikuwa ni mtu mwema, hivyo ni kwa nini walimsafisha wakati hahusiki. Mzee huyu akamwambia Jimmy baba yake pamoja na timu yake walifanya majaribio ya ile sumu kwa wale watoto ili tu wawaridhishe ununuzi wao, na ndio maana wale watoto walifariki. Jimmy alivyosikia hii story, Mwamba akashangaa sana, kisha akamuuliza tena mzee ni kwa nini wale wamaliza mama yake pamoja na dada yake, kwa maana wao walikuwa wahusiki. Mzee baba akamwambia Jimmy wao hawakumaliza, ila baba yake alikuwa anataka kutoroka, hivyo akimaliza familia yake yeye mwenyewe. Jimmy alivyosikia hili swala, Mwamba akashangaa sana. Huyu mzee naye akaanza kutapika, kumbe Jimmy alimchapa sumu, lakini kutokana na hii story Jimmy akamsaidia na kumpeleka hospitalini. Baadaye Jimmy alipotoka hospitalini, Amara na yeye akaja hapa. Bidada ameshasikia kwa Jimmy alitaka kumkata moto baba yake. Jimmy yeye anawaza mapenzi tu. Hapa Amara anamwambia Jimmy hajali kumvunja moyo na bado anataka kummaliza baba yake. Jimmy akamwelezea Amara ukweli wote, kwa baba yake anahusika kwa kata moto zazi wake. Amara alivyosikia hivi, bidada akashangaa sana, na hapa Jimmy na Amara wakaachana. Penzi limefika mwisho. Okay, sawa. Siku iliyofuatia Sam akaenda nyumbani kwa Jimmy na hapa Wamba anapiga story. Jimmy anasema anashindwa kuelewa ni kwa nini mtu mmoja tu ambaye yeye anampenda sana hapa duniani baba yake anahusika kwa kata moto zazi wake. Sam akamuuliza Jimmy ana mpango gani. Jimmy akasema hata yeye ajui, kwani hata akitaka kurudiana na Amara bidada hawezi kukubali, kwa maana na yeye alitaka kumdhuru baba yake. Mwamba anaongea haya yote huku akiwa analia. Sam yeye anambembeleza rafiki yake. Sasa baada siku kadhaa kupita, babake na Amara akaruhusiwa kurudi nyumbani. Amara yeye anamjali sana baba yake na hapa anambembeleza kama mtoto. Siku iliyofuatia Jimmy akaenda kumuona Amara ili amalize tofauti zao, ila Amara akamkataa Jimmy. Jimmy akahuzunika sana, ila ndo hivyo Mwamba hana la kufanya. Na baada ya mwaka mmoja kupita, Jimmy akaenda kumuona Amara tena na hapa anampatia pole kwa kumpoteza baba yake. Amara akaanza kulia na Jimmy akambembeleza. Wajomba wakapatana tena na hapa ndipo mzigo ulipoishia. Hiyo imekuwa ni good time sana kuanzia mwanzo mpaka mwisho, hivyo nikushukuru sana mdau wangu wa nguvu. Ila kabla sijaondoka nikwambie, kama ndio mara yako ya kwanza unakutana na channel, basi hujachelewa mwanetu, bonyeza alama subscribe kisha bonyeza alama kengele ili kwanza kabisa kupata simulizi zote punde tu unapoziweka hapa. Pia pale Instagram mimi natumia Dule Kid mwanetu, fanya kupita pale na unifollow na mimi nitakufollow back. Una kabisa ndio nazungumza hapa, mimi naitwa Dule Kid. Asante na kwaheri, have a good time, enjoy, bye bye.